Wasalimuni nyote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wa Kristo, tumepokea tena siku ya kwanza ya juma, siku takatifu, siku tunayokutana Bwana wetu Yesu Kristo mezani pake ili kusudi tupate kula na kunywa pamoja naye. Siku ambayo tunakwenda kuzifanya nyoyo zetu sasa zipate kupona, kwa kuwa ni hakika katika maisha ya kawaida kuna hali ya kujikwaa kutoka kwa watu wengine wasiomjua Mungu. Kuna hali ya kukutana na tabia zisizopendeza. Kuna hali ya majeraha yaliyo katika mioyo yetu, hali ambayo tunatamani Yesu Kristo apate kuiondoa, ili kusudi ile amani ambayo ametujalia, ile amani ambayo ametuachia ichukue nafasi yake sasa, ili kusudi tupate kuwa na amani katika mioyo yetu. Siku ambayo tunakwenda kuzitakasa nyoyo zetu, kwa kuwa hatukosi tumemtenda Mungu dhambi, basi Mungu akapate kutusamehe. Tumekuja kwake ili kusudi tupate faraja, kwa kuwa tunapitia maisha yale ambayo amesema kwamba nimewapa neno langu na ulimwengu umewachukia. Ulimwengu unapokuwa umewachukia wale iliowachukia, basi itawataabisha. Sisi kama Wakristo hatukosi tumetaabishwa na ulimwengu huu. Basi Bwana wetu Yesu Kristo leo anakwenda kuziganga nyoyo zetu ili kusudi yale ambayo yametokana na watu wengine yakatutaabisha, Bwana wetu Yesu Kristo akazidi kutupa matumaini. Tuambie subirini kwanza, kwa sababu ahadi yenu ipo pale pale. Bwana apewe sifa. Siku ya kwanza ya juma binafsi yangu ni siku ambayo nimekuwa nikiifurahia. Ni siku ambayo tangu nikiwa bado na umri mdogo kwangu imekuwa ikiwasha taa ya kijani. Ni siku ambayo kiroho naiona ina nuru ya kijani. Naiona ni siku ambayo inaleta uzima ndani yangu, kwa kuwa nitakwenda kukutana na Bwana wetu Yesu Kristo. Ni siku ambayo imeheshimika katika ulimwengu wa roho. Ni siku ambayo imeshuhudiwa Bwana wetu Yesu Kristo ameshinda mauti. Kwa ni siku ambayo tunatakiwa tuishangilie. Wakristo wote tupate kufurahi tunapokwenda kukutana na Yesu Kristo siku ya kwanza ya juma, kwa sababu tunakwenda kuzidisha matumaini yetu ya kupokea uzima wa milele. Leo tunakwenda kuhitimisha ujumbe wetu ambao Bwana wetu Yesu Kristo amekuwa akitufundisha, amekuwa akituhubiria, amekuwa akituhusia, amekuwa akitufariji, amekuwa akitutia moyo, amekuwa akitukumbusha. Tupate kujiuliza, roho yangu itakuwa wapi siku hiyo atakapokuja kuzihukumu siri za wanadamu? Maana siku ile atakapokuja kuzihukumu siri za wanadamu, hakika kuna sehemu mbili ambapo mojawapo lazima mtu aende, mojawapo, kwa sababu ulichagua na kuiandaa wewe mwenyewe. Kwa maana hiyo anatuambia mimi na wewe, anatuhusia, anatukumbusha tupate kujiuliza, katika sehemu hizo mbili roho yangu mimi nataka iende kakae wapi? Ujumbe huu unakwenda kutoka katika Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mathayo takatifu sura ile ya 16 aya 24 mpaka 27. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 16 aya 24 mpaka 27. Neno la Mungu linasema, wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakaye ipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Ndipo atakapokuja kumlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Bwana apewe sifa. Ndugu zangu wa Kristo, tunamsikia Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana mkubwa kabisa, yeye mwenye hukumu ya haki, anatukumbusha hapa. Sema mtu atakaye
atakayetaka kuiokoa nafsi yake. Mtu anayetamani kuiokoa nafsi yake ataipoteza. Mtu anayetamani kuiokoa nafsi yake ataipoteza sasa na sio baadaye. Sasa ataipoteza. Lakini akaweka na kipengele B pale, anasema mtu atakayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Anazungumza ulimwengu wa sasa, anazungumzia ulimwengu unaokuja. Bwana wetu Yesu Kristo ametuhubiri sana, ametufundisha sana, ametuelimisha sana, tupate kujua kwamba pamoja na kwamba tupo katika ulimwengu huu sasa ambao tunakula na kunywa, tunalala na kuamka, tunakwenda na kurudi. Nasema ulimwengu huu unapita. Ulimwengu huu una mwisho. Ulimwengu huu utakwenda kutoweshwa kwa mshindo mkuu. Utakwenda kuondolewa kama ukurasa, usiwepo tena. Lakini akatupa matumaini sisi tunaomtafuta sasa, kwamba tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki inakaa ndani yake. Wakatutaka tutafute sana kufika katika ulimwengu ule utakao kuja tukiwa salama, tusiende kuangamia, tusiende kupata aibu, tusiende kuliwa na moto, tusiende kuliwa na funza. Ndio maana aachi kusema nasi kila iitwapo leo, na hasa siku ya kwanza ya juma, ile siku ambayo inatuwashia taa ya kijani, ile siku ambayo tunakwenda kumsikiliza yeye mwenyewe akisema pamoja nasi kupitia kinywa cha mtumishi wake ambaye amemtuma kuja kusema na watu wake, ili hali wakati huo huo na mimi pia nikihubiriwa, kusudi nipate kujua kwamba kuna ulimwengu unakuja, nisipoteze matumaini, nisipoteze tumaini hilo. Kuna dunia mpya itakayokuja, mbingu mpya na nchi mpya zinakuja. Huko haki inakaa, huko uzima unakaa tele tele, huko raha inakaa tele tele, huko upendo unakaa. Anatuambia sasa tupate kujiuliza, roho zetu sisi zitakuwa wapi ulimwengu huo utakapokuja ukiteremka pamoja na mshindo mkuu na malaika mkuu Mikaeli na Yesu Kristo na nyota za mbinguni zikimsindikiza, najua pia na mwezi. Roho yangu itakuwa wapi siku hiyo ikifika? Anatuonya kwa kuwa tunatamani kuziokoa nafsi zetu sasa. Anatuonya, sema kuna hatari kwa mtu yoyote anayetamani kuiokoa nafsi yake sasa. Ipo hatari. Kwa sababu katika kuiokoa nafsi yako sasa ilipate kupona, tutakwenda kujikuta kwamba tumefanya kisichofaa. Tutakwenda kujikuta tumenyang'anya. Tutakwenda kujikuta tumesema uongo kwa tamaa ya kuiokoa nafsi sasa. Tutakwenda kujikuta tunaiba kwa sababu ya kuiokoa nafsi sasa. Tutakwenda kujikuta tunafanya utapeli kwa sababu ya kuiokoa nafsi sasa. Bwana wetu Yesu Kristo anasema katika hali yoyote utakayoishi, kwa kuwa wewe ulimwengu unakuchukia, hakikisha unajilinda na haya ambayo watu wengi wametamani kujiokoa sasa. Wakajiokoa sasa kwa kuiba, wakajiokoa sasa kwa kudhulumu, wakajiokoa sasa kwa kusema uongo, wakajiokoa sasa kwa kutoa rushwa, wakajiokoa sasa kwa kujilimbikizia mali, wakanusuru nafsi zao sasa kwa kuchukua vyeo kwa wizi, kwa kutawala wengine kwa nguvu, kwa kuwarundikia watu wengine mzigo ili wao wapate nafuu. Tunaweza tukashuhudia leo hii dunia hii matajiri wanavyoishi dhidi ya maskini, matajiri wanavyokwenda kuwanyonya maskini, tunashuhudia. Mungu anasema ole wake anayetamani kuiokoa nafsi yake sasa. Tunashuhudia wenye mamlaka wanavyoweza kuwatwisha mzigo watu wasiokuwa na uwezo wa kuubeba, wakiwakusanyia kodi nyingi zisio hata na idadi. Mtu mwingine atafungua kabiashara kake kadogo hapo, ataletewa kodi ya kwanza, itakuja mamlaka nyingine, italeta kodi nyingine, itakuja mamlaka nyingine, italeta ushuru mwingine, itakuja mamlaka nyingine, italeta ushuru mwingine, mpaka yule mtu anakuwa masikini, anakwenda kufilisi na biashara yake. Bwana wetu Yesu Kristo anaonya tangu sasa. Anayekwenda kuitetea nafsi yake sasa anakwenda kuiangamiza. Tumeshuhudia watu wamekwenda kuzuia haki za watu wasizipate. Yesu anatuambia hapa, anayetamani kuiokoa nafsi yake sasa anakwenda kuiangamiza. Tumeshuhudia watu wasiotamani wengine wafanikiwe, wengine wapate. Tumeshuhudia. Mungu anasema anayetaka kuiokoa nafsi yake sasa anakwenda kuiangamiza.
Kwa tunashuhudia leo hii katika ulimwengu wa sasa, wapo watu wamezuia hata haki ya mwingine isipatikane, ili mradi wafurahishe nafsi zao, ili mradi wafarijike. Yesu anasema hapa, wewe unayetamani kwenda kuifurahisha nafsi yako sasa, unakwenda kuiangamiza. Unakwenda kuiangamiza kwa sababu hutakwenda kuifurahisha nafsi yako kwa halali. Tunashuhudia, tumeona leo hii katika nchi za Kiafrika, watu wanapodai demokrasia na mamlaka ambazo zinasema ni za kidemokrasia zinavyokwenda kulichukulia hili swala, kwa sababu wanataka kuzifariji nafsi zao, wanataka kujifurahisha nafsi zao, wanataka kuziokoa nafsi zao. Mungu anawaonea huruma. Mungu anaona huruma kwa ajili yao. Anasema anayetamani kuifurahisha nafsi yake sasa, maana yake anataka kuiokoa, sio? Anasema unakwenda kuiangamiza. Unakwenda kuiangamiza. Na ndio maana leo tunashuhudia masikini ndio wanazidi kuwa masikini. Hawapati nafasi ya kuinuka pale walipo, kwa sababu kuna watu wanataka kuzitetea nafsi zao. Kwa sababu kuna watu wanataka kuzifurahisha nafsi zao. Yesu anawaambia ole wenu. Ole wenu. Anakuoneeni huruma, kwa sababu katika huo ulimwengu ujao kuna hatari, kuna aibu ya milele, kuna fadhaha ya milele. Tunashuhudia mtu anapokuwa na mamlaka fulani, anapokuwa na madaraka fulani, hataki mtu mwingine siku moja aje akakae pale. Tumeshuhudia mtu mwingine akishakuwa rais wa nchi, hataki mtu mwingine awe rais. Mtu akishakuwa waziri, hataki kuona mtu mwingine mwenye nia ya kutaka kuwa waziri, hataki kumuona. Hataki kumuona. Atakapokwenda kumuona, vita itakwenda kuanza. Mtu mwingine akishakuwa mbunge, basi hataki kuona mtu mwingine ana sifa kama za kwake, ambaye atakuja kuchukua siku moja hiyo nafasi. Hataki kumsikia wala hataki kumuona. Tumeshuhudia mtu atakapokuwa mkuu wa mkoa angetamani akae pale mpaka kufa kwake. Tumesikia na kushuhudia mtu anapokwenda kuwa mkuu wa wilaya, anapokwenda kuwa mkurugenzi, anapokwenda kuwa katibu, afisa mtendaji kata, hata afisa wa mtaa, hata mwenyekiti wa mtaa. Tunashuhudia kwa sababu ya kutaka kujifurahisha nafsi zao, kwa sababu ya kutaka kuziokoa nafsi zao, hawakutamani kusikia mtu mwingine anasema eti hata mimi nitakwenda kugombea. Hawataki kusikia. Hawataki kusikia. Yesu Kristo kwa huruma yake ameamua kusema jambo hili, kwamba anayetamani kuiokoa nafsi yake sasa, cha moto kinamsubiri. Cha moto kinamsubiri, sababu atakwenda kuiangamiza nafsi yake. Anatuambia na sisi wa Kristo epukane na hivi ambavyo tunaviona katika ulimwengu huu, eti tukisema vitakwenda kuiokoa nafsi yetu sasa. Tunapokwenda kukosa tulichokuwa tunakitamani. Amesema mahali fulani, akasema shukuruni kwa kila jambo. Yapo mambo mengine kama Wakristo, watoto wa Mungu, Mungu ameamua kuyazuilia kwetu sisi, ili kusudi tusije tukaingie kwenye mkumbo wa watu wa dunia hii. Anajua wewe nikikupa cheo, hutataka mtu mwingine akae kwenye cheo hicho. Anajua wewe nikikupa mali, hutatamani mtu mwingine awe na mali kama wewe. Utataka wewe ndio uweze kutawala katika eneo hilo, uwe tajiri wewe peke yako. Yesu Kristo anasema kwa watu wangu mimi nitaingilia. Kwa watu wangu nitaingilia. Usiogope unapokwama katika yale ambayo uliyatamani. Usiogope, kwa kuwa hakuna kinachofanyika hakijafanywa katika ulimwengu wa roho. Bwana apewe sifa. Hata huyo mchawi anayefikiri kwamba yeye amekwenda kuzuia wewe usifanikiwe, sio yeye amefanya, wala hajafanya kwa shauri lake. Ni kwa sababu Bwana mkubwa amesema mahali fulani kwa ajili yetu. Ulimwengu hautakubaliana na sisi. Ameruhusu hilo ili wewe usije ukatoke kwenye mipaka yako. Ameruhusu hilo ili kusudi yule aweze kufanikiwa sana. Yule mfitini afanikiwe, yule muongo afanikiwe, yule mwenye kuzuia afanikiwe. Ameruhusu akitamani kuwalinda watu wake wasije wakajiingiza kwenye mkumbo wa wale wanaotamani kuziokoa nafsi zao sasa. Siku moja nikisafiri, natoka hapa naenda mkoa fulani. Katikati hapo kuna kihoteli. Tukashuka pale. Sasa wakati tunakwenda huko washroom, mtu mmoja akawa anamsisitiza mkuu wa kiongozi kwenye hilo basi, ambaye amewekwa kule kwa ajili ya kusimamia mpaka mwisho wa safari.
anamwambia kiongozi, wewe huna dereva. Tena amesisitiza kabisa, wewe huna dereva. Lakini yule kiongozi akawa anamsisitiza, anasema huyu dereva tuko naye miaka mingi, dereva mzuri sana. Anambia wewe huna dereva, huna dereva. Lakini huyu kiongozi naye amezidi kusisitiza, sijawahi kuona kosa lake. Dereva. Sijawahi kuona. Ni dereva mzuri. Anaendesha vizuri. Kadri tunavyo anajua kutunza gari. Yule jamaa akawa ameshindwa hoja yake. Wakati tunarudi kwenye basi, yeye amenitangulia, mimi niko nyuma yake pale. Anamsifia dereva. Mbia dereva, bwana wewe dereva bonge la dereva. Bwana lazima nikupe maua yako. Ametoka kumuua huku. Alafu huku anajifanya kwamba yeye anampenda. Sasa kuna watu wa namna hii katika ulimwengu huu. Wenye kutamani kuziponya nafsi zao, kuzifurahisha nafsi. Alitamani yule dereva afukuzwe ili kusudi yeye alete dereva, ama yeye awe dereva. Yesu Kristo anatuonya hapa. Anasema atakayetamani kuiponya nafsi yake sasa anakwenda kuiangamiza. Anakwenda kuiangamiza. Tumeona watu wanatamani kuziponya nafsi zao kwa kuongeza mipaka ya watu, kwa kunyang'anya ardhi za watu, kwa kusingizia watu kwa uongo, kwa kuwakamata watu na kuwashtaki kwa uongo. Yesu Kristo anasema mwenye kutamani kujifurahisha sasa. Manake wote wanafanya kwa ajili ya faraja ya nafsi zao. Yesu anaonya. Anatupenda, ndio maana anasema ole wako wewe mwenye kutamani kuiponya nafsi yako. Lakini amesema abi yake kwa ajili yangu mimi na wewe. Akasema atakaye ikana nafsi yake sasa. Mwenye kuikana nafsi yake sasa. Yaani yeye alikuwa tayari kwa hicho alichokikosa. Anakwenda mahali akiamini katika hili ninaloliendea, ama nipate au nikose. Yesu Kristo ameamua ama nipate ama nikose. Atakapokwenda kukosa, iwe kwa fitina, iwe kwa uchawi, iwe kwa namna gani, yuko Bwana mkubwa amesimamia, ndio maana nimeikosa. Atakwenda kushukuru Mkristo, atakwenda kusema sawa, kwa sababu Kristo ametupatia matumaini. Tunalo tumaini ambalo mtu mwingine hawezi kulizuia. Yesu Kristo anataka tuangalie tumaini letu. Haya mengine nimepata sikupata, tumaini langu ni nini kwa Kristo? Roho yangu itakwenda kukaa wapi siku ya mwisho? Inawezekana ile ambalo nilipokee leo. Yuko mtu amesimama katikati yangu mimi na huyo ambaye pengine nilikuwa namuendea. Bwana wetu Yesu Kristo anasema tazama tumaini lako. Wewe una tumaini kubwa kuliko hilo. Huyo amekuzuilia kwa uangamivu wake. Huyo amekuaibisha kwa uangamivu wake. Huyo amekudhalilisha kwa uangamivu wake, kwa kuwa anaingoja hiyo hasara ya nafsi yake. Kazi yako Mkristo ni kumshukuru Mungu katika kila jambo. Umekuwa na afya, mshukuru Mungu. Umekuwa hauna, mshukuru Mungu. Umepata chakula, mshukuru Mungu. Umekosa, mshukuru Mungu. Mtu amekufitini, mshukuru Mungu, kwa sababu alijaja kwa bahati mbaya. Amesema mahali fulani akiongea na wanafunzi wake, anasema furahini na kushangilia, kwa kuwa ndivyo walivyowatenda manabii waliokuwepo kabla yenu. Maana haya yanawafika na ninyi, mpitie mateso yale yale, lakini angalieni tumaini lenu. Mbingu mpya na nchi mpya inakuja. Bwana apewe sifa. Anazidi kutuambia mfano mmoja wa watu ambao walizikana nafsi zao. Watu waliokana nafsi zao kwa ajili ya uzima wa milele. Danieli sura ya 1 mstari wa 8. Lakini tutasoma mstari wa 11 na wa 12. Nasema lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamuomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matowashi amemweka juu ya Danieli na Hanania na Meshaki, Mishaeli na Azaria, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10, watupe mtama tule na maji tunywe. Bwana apewe sifa. Kama tunakumbuka, hawa kina Danieli ni miongoni mwa watu walioishi
zamani za mfalme Yehoyakimu, kama nakumbuka vizuri, mfalme Yehoyakimu. Siku moja alikuja mfalme wa Babeli katika mji wa Yuda, akauhusuru, akauteka huu mji, lakini akaamuru watu vijana wale wa kifalme, vijana wa kiungwana, vijana wenye elimu, vijana wenye maarifa, vijana wazuri watakao kwenda kusimama katika jumba la ufalme waletu Babeli. Hawa vijana tunaposikia sijui kuna mtu anaitwa Meshach, Shadrach, Abednego, na huyu Daniel alikuwa na jina lake anaitwa Belteshaza. Haya majina sio majina yao ya asili. Sio majina yao asili, walikwenda kupewa majina mengine kulingana na utamaduni wa huko. Daniel akaitwa Belteshaza. Ule Hanania akaitwa Abednego, akaitwa Shadrach. Ule mwingine Mishaeli akaitwa Meshach. Yule mwingine Azaria, yeye ndo akaitwa Abednego. Kwa hiyo walikuwa na majina yao ya asili. Yaani huyu mmoja Danieli, huyu mwingine Anania, huyu mwingine Mishaeli na yule mwingine Azaria. Kwa yale majina wasikia Shadrach, Meshach, sijui na Abednego na huyo Belteshaza, hayo majina walipewa huko kwa sababu za tamaduni za huko. Kwa maana walipochukuliwa wale na kupelekwa, mfalme aliagiza sehemu ya posho yake wapewe wale, ili kusudi wazidi kuwa wazuri, wasimame katika jumba la ufalme. Sasa Danieli kwa kujua kabisa kwamba hii ni kwenda kuifurahisha nafsi yangu, hii ni kutamani kwenda kuiponya nafsi yangu, hakutamani kujitia unajisi. Alijua hivi ni vinono kweli, alijua divai inafurahisha, alijua vinavyochinjwa vinafurahisha. Lakini angalia, anamwambia mkuu wa matoashi hapa, tafadhali uniruhusu nisijitie najisi. Sitaki kujitia najisi kwenye nafsi yangu, sitaki kuiponya nafsi yangu. Sasa natamani kuja kuingia kwenye mbingu mpya na nchi mpya. Akawakatalia. Lakini yule Daniel alikuwa amepewa kibali cha kupata huruma ya hawa wakuu. Akamwambia yule mkuu akafika mahali akawa na wasiwasi. Akasema, jambo nalo niambia ni ligumu hili. Akijua huyo bwana mkubwa hapa, akijua shingo yangu haipo, kichwa changu kimeliwa, akipo. Kama mnavyomfahamu huyu, akijua tu mimi sina kichwa, ametoa. Lakini kwa sababu kulikuwa kuna muda ambao walipewa wa kupata posho ya mfalme, miaka 3, asema sisi tupe siku 10 tu. Tujaribishe kwa siku 10. Na katika hizo siku 10 ututazame, na kama tutaonekana kwamba tumedhoofika, basi utaendelea na utaratibu wako. Kwa kuwa Mungu alikuwa amekwisha toa kibali kwa Daniel ili apokee huruma kutoka kwa wakuu wale, yule mkuu wa matowashi akakubali, akaondoa ile posho kwanza kwa siku kadhaa hizi 10 zilizokubaliwa. Kati yake mfalme hajui, kati ya Danieli na wale wenzake na huyo mkuu wa matowashi. Wakaletewa mtama, chakula dhaifu, chakula chetu sisi maskini. Wakala kwa siku 10, wakanywa maji kwa siku 10. Sasa huo mtama ulikuwa unachemshwa, ulikuwa unakaangwa, ulikuwa unafanywa nini, lakini waliomba si mtupatie mtama tu. Hatutaki hiyo nyama ya kuchoma. Hivyo vilivyochinjwa si hatuna shida navyo. Wewe tupe mtama tu. Wakala kwa siku 10. Yule mkuu wa matowashi alipokuja kuwatazama, akakuta wanapendeza kuliko hata wale waliokuwa wanakula posho ya mfalme. Na ndipo aliporidhia, akaamua kuondoa ile posho. Wakala mtama kwa miaka yote iliyokubaliwa, na hawakudhoofika mahali popote, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao. Bwana apewe sifa. Anasema tena katika sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Daniel sura ya 12. Anasema wakati huo Mikaeli atasimama. Anazungumzia habari hizo ambazo mimi na wewe tunatamani siku moja Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja kuzihukumu siri za wanadamu, tupate kuwa miongoni sasa watakaoingia katika hiyo nchi. Anasema wakati huo Mikaeli atasimama, jemadari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako,
na kutakuwa na wakati wa taabu huu tunaoishi sasa. Sawa sawa? Kutakuwa na wakati wa taabu. Mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo. Na wakati watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Na tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka. Wengine wapate uzima wa milele katika hiyo mbingu mpya na nchi mpya ambayo tunajiuliza mimi na wewe, roho yangu itakwenda kukaa wapi siku hiyo ikifika? Anasema na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga. Na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Bwana apewe sifa. Hii ndio ahadi Bwana wetu Yesu Kristo anatujalia, ahadi ambayo imekuwepo tangu zamani za kale. Danieli alijua jambo hili. Anasema na hao waongozao watu kutenda mema na haki watang'aa kama nyota za mbinguni. Manake anakuambia nini? Manake ananiambia nini mimi hapa? Anasema wale wote wenye kuwaongoza watu kutenda mema na haki watang'aa kama nyota za mbinguni. Hata mimi nitang'aa siku hiyo. Msishangae, sawa? Siku hiyo ikifika msishangae, kwa sababu na waongoza watu kutenda mema. Bwana apewe sifa. Na wewe fanya hivyo hivyo. Utakapotoka hapa, nenda kawaongoze watu kutenda mema na haki. Anza kutenda mema na haki. Kawaongoze watu kutenda mema na haki. Danieli aliyaona mapema, hakutaka kuiponya nafsi yake kwa vinavyochinjwa, kwa divai, hakutamani. Akasema nipe mtama mimi nitakula. Lete maji mimi nitakunywa, lakini niende nikaingie katika mbingu mpya na nchi mpya. Amina. Jambo hili limerudiwa na Yohana. Anaposema sura ile ya 5 mstari wa 24 mpaka 29, anasema amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amini nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, hivyo alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ajili ya ufufuo wa uzima wa milele, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Bwana apewe sifa. Bwana wetu Yesu Kristo anatuonea huruma, anatukumbusha. Ni kwa huruma yake tu. Anatukumbusha. Ni huruma yake anakukumbusha. Amekuonea huruma akakuleta hapa uje usikie haya, ili kusudi siku hiyo ukapate kukaribishwa katika mbingu mpya na nchi mpya. Mimi natamani siku hiyo nije nikang'ae kama nyota. Na wewe tamani uje ukang'ae kama nyota. Na waonea huruma watu wenye kutamani vya dunia hii. Na waonea huruma kama anavyowaonea huruma Yesu Kristo watu wenye kutamani vya dunia hii. Watu wenye kujilimbikizia vya dunia hii. Iwe ni mali, iwe ni cheo, iwe ni umaarufu, na chochote kile mradi ni cha dunia hii. Yesu amewaonea huruma, kwa kuwa wanakwenda kuipoteza nafsi yao. Angalia, Danieli amekataa vichinjwa hapa. Danieli amekataa vinono hapa. Danieli ametamani mbingu mpya na nchi mpya apate kuingia. Kuwa na huruma, waambie hao wenye kutamani kudhalilisha wengine, waambie wenye kutamani kujionyesha kwamba wao wanaweza juu ya wengine, waambie kwamba unakwenda kuiangamiza nafsi yako. Chochote unachotakiwa kwenda kukifanya ni kukifanya kwa haki, wala usitamani kukifanya kwa sifa. Maana wako watu wametamani kujisifia, afanye jambo la kumdhalilisha mwingine, alafu aseme nimemkomoa. Hujamkomoa, umejikomoa mwenyewe, umekomoa nafsi yako. Watu wakasema hiki ni changu na hiki ni changu, hata kile ambacho hakikuwa cha kwake unajikomoa. Kwa akili yako utafikiri unamkomoa huyo, lakini unajikomoa. Kile ambacho kilikuwa ni halali ya mwingine ukachukua ukala mwenyewe, unajikomoa. Yule ambaye alipaswa kumpa haki,
Ulipaswa kumpa haki yake, ukamnyang'anya ukampa mwingine, unajikomoa kwa sababu umepewa hiyo nafasi, unajikomoa. Nikwambie wewe Mkristo, kama una nafasi yoyote, usije ukajaribu kuitumia kwa kujifurahisha. Mungu akikupa nafasi ya ogopa tena, muulize umenipa kwa ajili gani? Umenipa kwa ajili, ama unataka kuja kunikataa siku ya mwisho? Jiulize. Mungu akikupa utajiri, ogopa. Jiulize, unanipa wa nini Mungu wangu? Na wewe umesema matajiri itakuwa ni vigumu kuingia mbinguni. Jiulize. Hofia. Hichi kikubwa Mungu umenipa kwa ajili ya nini? Usikute unataka kunikataa. Jiulize. Ili kusudi ikiwezekana usije ukajihusisha na kuifurahisha nafsi yako wala kuiponya nafsi yako, bali ukapate kutazama mbingu mpya na nchi mpya, hiyo itakayokuja. Mimi naitamani na wewe unatamani, na Mungu abariki neno lake.